Acha tarumbeta ilie. I will present the way the trumpet will sound for the first time globally on TV. Sasa nitawasilisha jinsi ambavyo hiyo tarumbeta italia katika ulimwengu kote kote. I'll present it for the first time. Nitaiwasilisha kwa mara ya kwanza. The trumpet will sound in the sky. Tarumbeta italia katika anga. Like this. Namna hii. That is how the trumpet will sound. Now for the first time I believe it. Sasa kwa mara ya kwanza nimeiambia. Kwa wale ambao walikuwa hawajasikia jinsi tarumbeta siku ya mwisho tukitangulia mbele za haki, hivi ndi italia. Parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda siku hiyo, parapanda Italia, parapanda. Bwana msikizaji, studioni tuko na mtoto wa kike ambaye ni journalisti. Ndio. Ambaye alikuwa gumzo la mitandao jana nzima mpaka leo. Bwana ni mwanahabari wa haiba hapa TV47. Naam. Our colleague hapa TV47. Na juzi tukipiga naye picha, alikuwa anapita pale. Nikamwambia, "Oe, njoo tupige picha." Kumbe kuna pisa alikuwa anafanyia kazi na asemi. Bwana Bwana studioni tuko naye the one and only Samira Halai Muhammad. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hali yako? Nzuri, nashukuru. Uko fiti? Kabisa. Wow. Beautiful. Wow. Beautiful. Hey. Samira. Naam. Huyu ni wewe in person. Karibu sana ndani ya Radio 47. Asante. Ebu tell us. This idea ya kumtafuta Prophet Dr. Owuor. Ilikuwa ni assignment umepewa? Ama ukaamua tu ni aje, let me just go do this issue? Tunazungumzia story nzima ama nabii peke yake anayedaiwa kuwa nabii? Like the whole story. Everything, yes. So December wiki cross over the year, tuliona alikuwa na crusade kubwa Nakuru. Naam. So kule akasema aliweza kuponya watu ugonjwa wa HIV and AIDS, cancer, viwete walitembea, alidai hivyo, akasema vipofu waliona pia. Nikazungumza na mdosi wangu, nikamweleza ni aje, si hii kitu tufanye. Manake it's not possible, hata when you speak to doctors it's not possible kwa mtu kuponywa HIV. Alafu if he really does it, tunamwomba tu angeenda hospitali moja, atuponye wagonjwa tu wawili, si wengi. Hata aende tu kwa pediatric ward, wale watoto yani wanateseka the wards. So then I spoke to my mother. My mom happens to know mtu mmoja ambaye mtoto wake alipelekwa huko for healing. Okay. Mama ambaye ako kwa hiyo story. So that woman went there thrice. So I came here January when we resumed. Nikamwomba mdosi wangu anipe pesa kwenda huko Reke. Nikaondoka Nairobi, Laikipia. Nikaenda Laikipia peke yangu. Kapanda matatu town. Nikaenda Nanyuki, kisha nikapanda gari nyingine nikaenda interior Laikipia. Nikampata that lady there. Nadhani tu nilikuwa na bahati, Mungu alikuwa ananihurumia, maana alinifanya kila kitu rahisi. Kufika kule nikapata huyo mama, tukazungumza naye na the people around your community hapo. Akanieleza ni ukweli huku wafuasi wa hiyo kanisa ni wengi sana, lakini huyo mama alipeleka mtoto mara 3. Kila mtu anajua huku ni kitu kiko wazi. Alimpeleka mtoto wake mara 3 for healing, lakini hakupona. Na wakati ambapo alianza ku question the church, mbona mtoto haponi? Kanisa ilikuwa na solution. Nikamwambia kama mtoto haponi, tupe huyo mtoto, mlete. Now they wanted to take the kid away from her. So nikiwa kule nikapata jamaa mmoja akaniambia, mimi najua bishop fulani, na huyo bishop anajua mtu aliponywa ukimwi. Nikasema now this where the story is. So nikatafuta yule bishop akani pa namba ambaye aliponywa ukimwi, nikaenda. So sikumpigia manake sikuwa ready at that point.
came back to Nairobi, informed my boss nimepata hata mtu aliponywa ukimwi. Naam. Yeah. Let's do this. Boss akasema equipment ndio hii, crew ndio hii. You have a story. Yeah. Let a story, package story. Let's talk about the making of Divine or Deception. Imekuwa talk of the country for the past 24 hours. How do you feel? I mean, I feel good when people get to know the truth. Manake all evidence is there that these people, not from me, from facilities yenye wanasema watu waliponywa ukimwi. No. Ikikana ikisema kuwa huyu hakuwa mgonjwa wetu na hatujawahi mtest akakuwa HIV positive. Ndio. It's a good thing when people get to know the truth. Manake kuna watu ambao kweli wako na ugonjwa huo wa ukimwi. Kuna watu ambao wako na ugonjwa wa kansa. Na ukiwaambia ati those people are very desperate. Mtu ukisikia mtu ako na HIV, I think people are so desperate. Na usikie kuna mahali unaweza pona. Na kuna mahali ambao unaweza pona. So kuna watu ambao wanaenda huko wanakosa kunywa dawa. Mtu anaenda kurudi 10 steps back. Ugonjwa tena inamzidia, anaona sijapona, narudi kunywa dawa when it's too late. Wengine wanafariki. Kama huyo mama alisema aliacha kumpeleka mtoto wake hospitalini vile aliambiwa kuwa hilo kanisa litamponesha mtoto wake. Hadi mtoto akafariki, ndiye akaamua kuondoka. Nimeona baadhi ya documents ulizopata. Unapata kuna mtu ambaye HIV status yake iko unknown. Hizo ni baadhi ya zile cases ambazo walisemekana wameponywa, lakini in real sense haikuwa hivyo. Did you meet the mightiest prophet of the Lord after the making, ama mlimalizana tu hapo na 20,000 mkapewa mkatoka? Kwanza kabisa Billy, ile swali likilijibu, ningependa kwanza kuwajibu pia wafuasi wake ambao nimeona mtandaoni wakisema TV47 is a small station. Wanafaa waelewe kuwa wanaweza Twitter station ndogo, lakini kama nabii wao alitutafuta, manake mimi sikumtafuta huyo nabii. Yeye ndiye alitutafuta. The prophet, the mightiest prophet of the Lord looked for you. Yeah, we did not look for him. Okay, alikupigia simu ama alikulocate na divine intervention? Uenda kukakuwa na divine intervention. Okay. Manake when they called me the first time, nilikuwa Rumuruti nikifuatilia swala la Peter Oyani ambaye hakuwa na HIV. Ndio. So nikiwa Rumuruti, one of the bishops called me, and good thing I'm a good investigative journalist. I have the phone call recorded at my phone. So alinipigia akaniuliza, Samira uko wapi? Tunataka kupatana na wewe sana. So I was like, siko Nairobi, niko outside town. It's like, akaniambia, hapana, we can even fly you to Nairobi. Where are you? We can drive to where you are. Nikamwambia, no, you can't come to where I am. Then they were like, we can even fly you to Nairobi. Yaani unakambe wewe ukisikia ndege basi Nikajua hapa uenda. Hawajui tuko na helipad hapa kwa kampuni. Hawajui nimetoka ushago sasa hii na ndege nikuje studio. You know. So nikamwambia, no, you just have to wait for me nirudi Nairobi. So they kept calling me, and the last call wakanipigia nikiwa huko, they said the prophet wants to speak to you. Ukajua yes. Nikamwambia okay. So they said when can we do it? I told them we can plan about it, not now because I'm somewhere. So they were like, okay, utatuambia, lakini he's jetting into the country on Wednesday. So he needs an interview with you. Nikamwambia sawa, hamna shida, lakini wacha nijipange nitakuambia lini. So next, another lawyer texted me on WhatsApp. The prophet wants to speak to you. Anataka kufanya interview na wewe. Would you like it? I was like, I mean, akitaka, we can do it. So nikamweleza, akaniambia nakuja Wednesday. Nikamwambia haya, Wednesday sawa, pumzike Thursday, Friday tufanye interview. Na nikampata hiyo Ijumaa. Okay. You met. Yeah. How was it? Mwanzo tulipanga hiyo interview ianze saa 9 mchana. So we came here early tukajipanga. Saa 9 tulikuwa huko. Hadi wenyewe walikuwa wanatupigia simu, mko wapi? So few minutes past
3 pm tulikuwa tumeshafika hapo nyumbani kwake hapa Nairobi. Naam. So kufika kule kwanza, you know, you're worried. Yeah, we were so worried. We were ushered in. Ni wakarimu wale watu, acha nikwambie. Kama hujawakosea ni wakarimu. Lakini ukiwakosea you will feel the wrath of the mightiest prophet of the Lord. Hallelujah. Yani when you're doing their way, yes, ni wangwana. Okay. Manake at that point they knew we are doing their way. Okay. They knew we are here to sanitize and sell the prophets allegedly false miracles. All right. So tukafika kule, tukaingizwa katika chumba moja. Wakatuambia tupumzike, wakatuletea juice na chakula. Kala. Yani kiufupi mlipewa divai na sakramenti kabisa. So tukamsubiri hapo. Tukiketi, they introduced me to one lady that I knew her. So akaniambia, huyu atakutake through. So walikuwa wananionyesha the documents ya healing. At that point mimi hata huyo ambaye wananionyesha document yake ni mtu ambaye nishajua. Ushadig mpaka ushajua. Ushaongea naye. Na hakuponywa. So I listened to her, wakanionyesha so many documents. Nikaziangalia, nikazipitia. So nikaambiwa twende we set up. So tukaenda ku set up. Set up saa ngapi sasa hiyo after kufika pale? Ku set up tulianza I think around 5. From 3. Yeah. Bado the mightiest prophet anaongea na Mungu anakuja. Sasa hivyo sisi tumezungushwa katika chumba hicho, zimekuwa vitu miracle zake hapo. Naam. So we are being shown hizo mapicha za miracle za Mama Rosa akifufuka. Kina Mama Rosa na akicommand mvua inyeshe, mvua ikanyesha. Najua likimpigia makofi. Okay. Na akiapia as an angel living na mwangaza. What is it called? I think transport. Can't really remember. So we were there, tumeshaona miracles. We are convinced that ni mightiest prophet of the Lord. Kumbuka tukienda kule, camera persons hawakuwa na habari kuwa sisi we are doing an investigative story. So ni mimi tu na mdosi wangu tulikuwa tunajua. Wao wanajua ni story ya kawaida tu. Hadi wanajua tunauza hii kanisa. Sasa namuona mchizi wangu zile shows anachukua. Kufika kule tuka set up. Tukiset up, mimi nimesimama side moja, nikaona nikasikia tu sauti na I bless you all in the name of the mighty God. Kuangalia juu naona kama mtu kanashuka stairs akisema we are being blessed. Watu ambao walikuwa hapo walitoroka wote Bili. Akishuka. Like venye sema I bless you in the name of the Lord. Kila mmoja anakimbia. Kuna some young ladies ambao walituserve. And funny thing, nilipata msichana nilisoma naye high school hapo. Yeah. So akakupatia kila kitu kinachoendelea. No. Hapo she's a loyal servant. Hadi ananijua, akaniongelesha, akaniambia it's so good you're serving the Lord. This is one of the ways of serving the Lord. Wow. Yeah. Okay, Samira. These people are brainwashed, for lack of a better word. I've seen people and reports kwamba kuna watu mpaka wamepeana mpaka mali zao. Kuna Mama Runda alipeana nyumba yake. Religion in general and in Africa imeshikilia kwa mambo matatu: fear, guilt and hope. Wewe kama mtu ambaye umedig deep na ku unravel the truth, inakwambia nini on matters religion? Inakwambia nini? Na kwa yule anayekusikiliza ungemwambia nini? Kwa sababu unajua mimi nimeona watu wakisema ni he's 2 in 1 by the way. Mliona wako wawili ama ni mmoja tu mkiwa na yeye interview? Because apparently I'm told is the alpha and omega. Yule ni binadamu tu kama mimi na wewe Bili. Okay. Haya. So utamwambia nini mtu ambaye anakusikiliza na ameshikilia mambo ya kanisa labda pengine na dini kwa ujumla? Ningeambia mtu mjue tu Mungu kivyako. No. Usikubali ati yani lazima upitie kwa mtu ndio umfikie Mungu, hapana. Yani Mungu anatusikiza sisi wote equally. Hakuna mtu ambaye atakimbilia Mungu akose kumsikiza, sidhani.
is the most merciful, the most forgiving. You don't have to go through someone for you ati to ndio get there. umfikie Mungu. Mungu ni wetu sisi sote. Okay. So when ikifika mahali ati lazima uze property yako and ndio stuff. uende crusade, yani it doesn't make sense. Okay. Alafu pia ukiangalia, I feel like kulingana na na uchunguzi ambao nimefanya, unapata hizi kanisa, hiyo kanisa number 1, most of them ni women. Okay. Percentage kubwa ni ya wanawake. Okay. Wanawake ambao niliwafanyia interview, ambao nilipewa na hiyo kanisa, I interview them. There was one line yenye ilikuwa inakuja, na ukiwasikiza wengi, baba yangu aliambukiza mamangu ukimwi, baba yangu akajiua, akaacha mamangu na mzigo. Okay. Mme wangu nilikuwa kipofu for 2 years before niponywe. Yani huyo alikuwa kipofu 2022, 23, 24 akaponywa, but hakuzaliwa akiwa kipofu. Lakini wakati nilikuwa kipofu kuna mwanaume alinitesa. Yani there is a storyline Kuna of trauma. kuna trauma. So it's leveraging on that. But sasa hiyo trauma looks like a scripted trauma. Okay. So unakuwa schooled, unakuwa brainwashed kwamba hivi na hivi. Yeah. This is your story and you stick to it. Wakati the mightiest prophet ameshuka sasa from Wakatoroka kama panya vile. Then what? So walishuka, akakuja hapo chini akatusalimia. Mwanzo ufai kumgusa, hakuna mtu yote ambaye anafaa kumgusa. That's why uliona mic yake iko kwa ndevu. Yeye mwenyewe alijimic. Ni mjanja yule. Anajua kujimic, kuwasha mic na kuzima. So hakuna mtu anamkaribia. Umguzi, mnaongea ukiwa pale, Okay. yako hapo. Sisi tunamwangalia kwa macho, lakini wale wengine wafuasi wake ambao wanafanya kazi naye wanainama. Hawafai kumwangalia. Hawafai kumwangalia. You know you cannot see eye to eye with God. Yeah. So nakwambia Billy tulisimama. Hadi alinihurumia mwenyewe. Akasema leo nimeogopa kitu kinaitwa heels. Yeye mwenyewe akaniambia, nilikuwa nimevaa heels. Akaniambia, my daughter Samira, sit down. Hata nimeogopa heels. Yeah. How is he in person? Is he a jovial person? Mtu hasira. Fearful, fearless. Character, demeanor yake ikoje? Number 1, he's not a good person. What do you Hiyo, mean? unajua mtu mzuri utamjua kwa tabia yake na kulingana vile ambavyo na treat watu ambao wako around him. So first tulifika kule, watu wake wa sound walikuwa wameketi chini kwa sakafu Billy, na hicho chumba kilikuwa kimejaa viti vya kila aina, Lakini wamekaa chini. The guys living life. Lakini watu wake wa sound walikuwa wameketi chini. Hawaruhusiwi kukalia hivyo viti. Okay. Vile waliona tumewaangalia watu wake wa sound, akaanza kusema, nyinyi mnafanya, what are you doing? Mbona mmeketi hapo? We don't do that here. Can you go bring your seats? Wakakimbia nje, wakaleta viti vya plastic. Na kuna viti pale. Kuna viti, lakini hivyo sofa, couches, ni viti ambavyo ukiangalia story utaona mahali kuna watu wamekalia hivyo viti. Nao hao ni watu wako na cheo. The lawyers, senior counsels, the bishops, wao ndio wameketi kwenye hivyo viti. Na anafoka sana akiongea. Anafokea. Senior counsels wanafokewa kama watoto. Matusi. Are you a lunatic? Yani, it was a bad experience. So he's not a good person. He's not a good person. Anything else about his demeanor and Even character? actually at some point alijisahau, akafikiria mdosi wetu Macharia Gashuru ni mfuasi wake. Akaanza kumkomanda round ama? Alianza kumpokea Macharia. Anamwambia nini? So Macharia alikuwa kwa simu, we were in the middle of the interview. Akageuka kwa bahati mbaya akamwona Macharia akiwa kwa simu. Why is the mighty prophet speaking mighty things and the producer is on his phone? Samira ameona prophet kwamba umesimama sana. Akaona bwana, hapo acha niheshimu high heels. Alikuita aje? Alikuita mtoto wangu ama my daughter. Sit down. It's about time. Ndio umesoma kwa muda gani? Lakini hapo hata wakati ambapo alikuwa ananiambia tuketi, si ati tulikuwa tunaanza ile interview. Kumbuka tulifika kwake 3. Tukatoka 1 AM in the morning. Hiyo usiku wa manane. Mukifanya nini? Mukipokea upako?
mwanzo lazima atuonyeshe. Kumbuka hizo miracle zake imewekwa. Yeah. Kuna Documented. screen hapo kwa Okay. TV. There's a young man controlling hiyo laptop ambayo anaicheza, tuna watch kwa screen. No. Na unakumbuka huyo young man ule, yani anataka nikisema cheza hii inatoka immediately. Yani yule young man akichelewa even a second anafokewa kama mtoto. The wrath of the Lord. Anaambia wewe, look at this one, since he got married he's become very useless, look at him. Is it? Oh my God, even the bishops are complaining. He's that kind of a man. So Interviewed. it's a toxic environment. It is a toxic What environment. do you think inawafanya wabaki despite it being that toxic? So allegedly, kulingana na mtu mmoja ambaye yuko huko, Ndiyo. ako in his 40s. No. He's a bishop. Alikuwa ananiambia, hii ni maneno yake sasa. Aliniambia kuwa ukiwa bishop kwa hiyo kanisa haupatiwi, you're not paid, hupatiwi pesa. Unapewa mahali pa kuishi, mavazi, chakula na gari unafueliwa. Watoto wako unasaidiwa kuwasomesha. Okay. So unaona ukitoka, yani ule mtoto akitaka kutoka hakuna venye atatoka. So Kwa sababu there's yani something unadepend wanapata. yani hapo kila kitu. Yani huyu nabii wao amehakikisha kuwa hao watu wana depend on him kabisa. Unajua ukipewa pesa saizi, mimi nikilipo huku naenda kuinvest mahali. Yeah. Kule kama upatiwa imani Maisha unapatiwa tu. unapatiwa Unakula, tu una maisha. bishop, gari unapewa. So lazima you sing along to the tune. So ukimsikiza yule alikuwa anadai kuwa wengine wao, baadhi yao wako hapo for power, unapewa position or for the money. Okay. For not the money, for what the you get, life. because uwezi toka, you don't have a life. Nikitoka naanza wapi? Unanyang'anywa gari, unapokonya hiyo nyumba, kila kitu. Where do you start? Let me ask you, Samira. Umesema there are senior councils there. There are doctors, people of high caliber, well learned, but still wanafuata the mightiest prophet of the Lord. What do you think inawafanya, apart from hizo vitu zote wanazopata, mtu amesoma to that extent lakini awe anafuata nabii namna ile, inakuwaga ni nini? Manake kama ni maswala ya masomo, ameenda through the system, amesoma, pata shahada, everything, but bado they are ardent fans and followers. Mwanzo Bili na Mbaruk, nilifika huko nikashangaa sana. Mmoja wa wakili ambao alikuwa hapa Ndio. kwa TV yetu kuchangia the previous day, Naam. alijaribu kuongeleshwa, akatumia sauti ya chini, alifokewa. Can you speak up loudly? I know you present in quotes. And I was so shocked kumwona on camera, on TV akikuja huku, yani akikupatia, anakupatia maarifa ambayo ako nayo. Unaona yenyewe mtu akaona something in the mind. Lakini mbele ya bishop Kienda kule amenywea. pate kwa uhuru, yani those people are like kids. So I think none of them there, hakuna mmoja wao I think ajui that it's a con game. So you find that wengi ambao wako in those senior positions wanajua these are long con. They know it's a con. But at least they get something out of it, Yeah. unlike the other followers. Yeah, so unapata yule ambaye ni maskini, yuko close to power, they're not benefiting from anything. Okay. When you go to those churches, I've gone to a number of their churches. Every church I went to, there's a specific tithe basket imeandikwa widows. So it's a church yenye I'd say it's targeting watu weak. Women. You must know, lazima ukuwe na ka weakness. Wanajua, so you see there's a tithe nini for widows. So wanajua where to get you and where to get someone. So hata ambao wako hapo, manake there's a bishop I called, nikamwomba namba ya mtu ambaye aliniambia ameponywa HIV. Alikataa kunitumia. Why? Because hataki niongee na huyu mtu mali ambapo hawako. For me to do an interview with these people, bishops had to call a meeting, waketi wote pamoja, wawasikize. Okay. Kwa hivyo ni watu wanajua it's a con. Them they're benefiting. Because wewe unaenda hapo unapata bishop anaendesha, he's driving a V8. They came here with V8s.
and Lexus. Msikilizaji, tunazama kiasi kwa narudi tujue, je, ile 20,000 walitumiwa na Mighty Prophets mwenyewe ilikuwa ni jina la receive 20,136 from God himself, ama ilikuwa nani? Na mawakili walivyokuja hapa studioni, je, walikuja kufanya nini? And do they feel threatened kama crew ambao walienda pale? When you were interviewing the Mightiest Prophet, did you tell them that you are doing an investigative piece, ama wao waligundua ndo wakakutafuta? And were they trying, maybe wakwambie bwana story ifanye katika njia fulani? Were they trying to influence maybe your story? Kwanza sikuwatafuta watu wa hiyo kanisa. Naam. Nilikuwa natafuta watu ambao waliponywa na victims ambao walipeleka watu wao na hawakuponywa. So we were investigating tujue kama indeed kuna healing. So wakagundua kuwa tunafanya the story. Ndio nabii akatutafuta. Kwa hivyo wanaosema station yetu ni ndogo, kama nabii wao anatutafuta. Ndio. Basi nabii anatafuta station ndogo. Haya, Samira. Tumeona kanda za CCTV, mawakili wakiwa getini hapa wanakuja kuserve, kustop airing of the expose. Wewe ulifanya hii kanda na ulifanya hii feature story yote. Mawakili walivyokuja vile, stand ya kampuni ilikuwa ni itaendelea. What really happened wakati, manake some of Kenyans wanasema si Mightiest Prophet of the Lord angeamua kustrike Radio 47 na Holy Ghost fire. Walikuwa wamekuja kufanya nini? Okay, what really happened? Did they come to serve? Ama ilikuwa tu ni kipindi? Ama they wanted to meet the leadership of the company? What really happened? Unajua wakati ambapo anaidaiwa kuwa nabii wao alituita kufanya interview naye kwake. Ndio. To him alijua kuwa tumejua watu wake wameponywa. Na mimi as an investigative journalist, si kazi yangu kukwambia watu hawajaponywa. Kazi yangu ni kuinvestigate, manake niko kwako saa 6 ya usiku. Alafu nikuambia ati nimepata hawajaponywa. Na jamaa nishamuona vile ana hasira. Asema unaweza enda kutafuta story alafu wewe ndio uwe story. Unasema uliangalia mandhari yalivyo, jinsi alivyotreat watu wake, ukaona timing zilizopata pale, ukaona hapa siwezi mwambia tulifanya hivi na hivi tukapata ati watu fulani hawajaponywa. Ukaona ufanye biashara hiyo. Mimi nikasema sifanyi hiyo biashara. Sitaki nipatikane kwa homicide case from reporting to you being the story. Manake hapo kwa akili yake alikuwa anasikia tu Kwa hivyo mimi niliplay along na script yake. Yeah. He knew we were doing story. Walitupa documents wakatuonyesha huyu ameponywa, alikuwa hivi, ako hivi. Na nimeona wakisema kuwa ati tulienda kuchunguza kwa hospitali bila kuseek consent ya watu. They should know sisi they signed a consent form. Kama huyo Peter Uyani, he signed a consent form that I may accept. It's very important by the way, because people change their mind. Yeah. Kwa hivyo tukafika huko, yeye alikuwa anajua, hadi alikuwa mwenyewe alinieleza he was showing me how to do the interview. Samira, this is what you'll say. Welcome to the program. Tonight I'm hosting the Mightiest Prophet Dr. Awuor. Okay, Prophet, tell us. Imagine vile. Then he's like, Samira, unaweza sema hivyo? I'm like, naweza sema. Naambia, haya sema. Anakucoach. Ananikoach yani. Ilikuwa kipindi. Hadi mwenyewe ananiambia, hili swali hujauliza, niulize kuhusu NCCK. Lazima tulime NCCK, niulize hivi. Yani ana take break, anasema now let's take a short break. We'll be back shortly. Samira say that. Mimi nasema. Anajibamba tu. Kumbe wajui kama kisu umeweka kwa koo yake. Okay, Samira. No. Ilifika aje mpaka kamua Mungu awatumie 20,000? And how did it happen? 20,185. Mpaka za kutolea. Okay. Did they ask for your numbers or what happened? Tukizungumza kwanza alisema our casual laborers wakuwe blessed. Imagine camera persons wetu anawaita casual laborers. Then akasema, Samira na Macharia, najua nyinyi mnalipwa vizuri. Mimi nikamwambia sisi tunalipwa vizuri. Akasema I'll bless the casual laborers. With how much? Ama alisema tu akauliza bishops how much, bishops wakasema.
so akawambia bless them all. Kidogo wakachange mind, they could as will bless all of you, because prophet mwenye hapo akasema you'll all be blessed because you've spent so much time here. But if it was nothing to hide, why would he say switch off the camera, zimeni hizo camera, zimeni? Manake ndio to bless. Manake at some point aliniona mimi na mrecord kisirisiri na simu yangu. Nilikuwa nimeshika simu yangu hivi, nimeketi hivi na mrecord, akaona na mrecord kisirisiri, akakuja, hata hiyo video ninayo, akashika simu yangu hivi na mkono. He's a secretive lord. Not lord. Quote unquote. He's a very cunning man. So did the bishop say the amount? So yeah, they said they'd send us money. Tukaondoka. Si tukaingia kwa gari, akasema kwanza, walisema namba zetu walipata hivi, yangu kumbuka walikuwa nao kwanza mwanzo. Kwa hivyo namba zao wengine walipata hivi, wakasema mwenyewe nina hiyo video kiwaambia invite these people to church. Mimi kwanza walikuwa najua ameninasa. Walikuwa najua kanisa na kusafisha. Kiufupi kama hiyo expose ingerani ungekuwa bishop sasa. Mimi sasa ningekuwa bishop. Unatembea tu na gari. TX yako. Yani, so akawaambia they bless us. So you know when mtu mwongo tena usha discover ni mwongo, manake ushaona all the reports, daktari mwenyewe ametukonfirmia this is a lie. Mwenye anasimamia hospitali, na daktari ambaye tulimpata wa hiyo hospitali alikuwa huko from hiyo 2012, akatuambia story nimesikia but ni uongo. Kwa hivyo nilikuwa najua na deal na waongo, watu ambao si wa kweli. Kwa hivyo lazima ningerecord hiyo video yenye unaiona hapo, bless each with, ni mimi nilirecord. So was the money sent while you were there ama mkishafika home? No. So tukafika ofisi, tulifika ofisi around saa 8 ya usiku. Kila mmoja na simu yake tu, mbona saa 8 confirm you've received, haijafika. So tukasema if they send us money, because in one way or another ni njia moja ya kujaribu kuzuia ama kama ulikuwa na makali fulani upunguze, kama kukuonga. So and we know them very well. If today we did not refund that money, tungekuwa the talk of town. Majina yangu yabandikwa. Maana sasa hizo nasema waliomba 100 tukapatia 20. Sasa hii ndio maana wamekasirika. Baadhi ya waumini wao wanasema why take 9 days to return the money if indeed, yani I don't know. Yani hata nikwambie Billy na Mbaruk, sababu ya sisi kurefund, let me tell you, walitupea hiyo pesa huo usiku. The next morning CEO was aware. Hatukuficha. Umepewa pesa. Tukamwambia tumepatiwa hizi pesa. Nikamwambia mimi nilitayarisha hiyo script kitambo. Kwa script yangu ilikuwa na pesa. Ni ile hatukuwa tunataka wajue what is inside the story. So tukasema when the expose is about to air, alafu you don't know of our safety. When the expose is about to air, we refund their money and switch off our phones. He couldn't even get me. He had to text me on WhatsApp because simu yangu niliizima. Nikapata nilidunga. Ukapata nani amekutafuta? Nikapata message WhatsApp, one of the bishops wenye walituma pesa. Kaniambia the Lord was just blessing us from God. And I was wondering if there, kama ni wakarimu, wewe mwenyewe umeona ule mama mtoto wake alikufa kwa hospitali, the condition anaishi in. Kama ni wakarimu, mbona wasaidia wafuasi wake? So to me niliona ilikuwa setup ya kutuset sisi. Manake if at all they can lie even when we have done the right thing, imagine when we would have done the wrong thing. So wakatutumia hizo pesa na sisi tukarudisha na hizo za kutoa pia. Tukawapea na za kutoa pia. Kwa hivyo mkagaramika nyinyi. Hamkukata hiyo kutuma. Aziendelee kufanya kazi ya alafu tena Mungu. Bili na Mbaruk shilingi 20,000 ni nini? What is 20,000 in front of PSG? Huku bwana tunalipwa. Wajua mimi nilikuwa naambia Bili. 20,000 kwa mtu ambaye unadhani anakufanyia story mzuri, kwa mfano, of course kwanza it is against the media ethics practice, na practice, lakini it tells you a lot about that person, kwa sababu kama unahisi kwamba huwa anataka kusafisha jina,
alafu unampiga blue. Unajua what if angejua hakuna kitu kizuri na kufanya, akupe kitu bro. Anyway, Billy Mia chezea hiyo sauti tena. Commercial break. Let's take a short commercial break. I will present the way the trumpet will sound for the first time globally on TV. Sasa nitawasilisha jinsi ambavyo hiyo tarumbeta italia katika ulimwengu kote kote. I'll present it for the first time. Nitaiwasilisha kwa mara ya kwanza. The trumpet will sound in the sky. Tarumbeta italia katika anga like this. Namna hii. That is how the trumpet will sound. Hivyo ndivyo Now for the first time I believe it. Sasa kwa mara ya kwanza nimeiangalia kote kote ulimwenguni. I know. Parting shot. You did an amazing job together with your crew. We are super proud of you. Na tuendelee namna hiyo, but najua kuna kitu ungependa kuzungumza tunapokamilisha. Yani kuhusiana na hiyo story. Yes. Yani ningewaomba watu ambao wa hiyo kanisa waseme tu kweli. Manake kuna watu ambao kweli wanaangamia na ugonjwa ukimwi, kansa, mtu anakosa kwenda hospitalini, anafariki. Ukiangalia hizo comments utaona ukweli watu wanaangamia katika hilo kanisa, lakini wameshindwa kutoka. So yani ningemuomba hata huyo ashatengeneza pesa. Manake ukiona maisha anaishi utajua huyu mtu ana hela. Anakoishi nyumba hiyo vile inakaa. Ashatengeneza hela za kutosha. It's enough. People don't have to lose lives. People don't have to struggle, sell their property. Kwa hivyo ningewaomba tu, kama unajua uponyi mtu, usimpe false hope alafu wanaangamia, familia inaenda kuuza. Manake kuna watu wanauza vitu vyao wanaenda crusade kutoka Mombasa hadi Kisumu, Kakamega, wapi, na hana pesa, ameuza shamba aende tu crusade. Manake the Lord has said. Sad. Like na ukiona Billy na Mbaruk mahali ambapo wanaume wanapiga mtu magoti, wanapiga magoti, wanaume anaambiwa shut up, anakimbia. At some point you don't even judge them, unamhurumia mwanzo. Yeah, kwa sababu yani ujui. Like let me ask you, when he walked and said I'm blessing you, was there an aura? Malaika zako zilisimama ama it was just normal kwako wewe mwenyewe binafsi? Nilimwangalia tu juu nikamwona mtu anashuka. Lakini wao labda wanasikia goosebumps labda akija, sio? Goosebumps ni uoga. Ni uoga. Unajua kuna heshima na uoga. Manake Billy, how do you present something to someone on a screen? Now you have to kneel down when presenting. Yani sad. Ni utumwa. Sad. Unajua religion imeletwa Afrika na inafanya ile kazi iliyoletewa Afrika. Fun fact by the way, Billy Mia, kwa wale ambao hawajui, Samira ni Mdigo. Yani kwa faida ya msikilizaji, wasikae tu akafikiri eti Wadigo wamekaa tu nyumbani Kwale kule. Yani wanafanya kazi nzuri. That's what was an amazing piece sana. And jamani, tukienda kanisani, misikitini au maeneo ya kuabudu, tusiabudu yule mtu na tusahau Mungu. Afrika tunatabia kwamba tunamwabudu yule preacher than God. We fear that preacher than God. Unanifahamu? So Afrika dini tumeletewa tu. Maana nauliza swali, ungeujuaje Ukristo kama tungekuja kukoloniziwa? Ungeujuaje Uislamu kama Waarabu wangekuja kufanya biashara? Maana nyakati zetu za babu zetu ilikuwa wanaongea na mvua inanyesha, wanaongea jua linawaka, you know. And they also used to pray, you know. Kwa nini sasa hivi yani mambo yamebadilika paka yani inakuwa jambo ambalo ni utumwa kama ulivyoiweka, sio? Kwa hivyo waumini jamani, tutumieni akili zaidi za kuzaliwa zile wala zile za masomo, sio?